Sasa hii ninayokuletea ni stori ya kweli kabisa ambayo imetokea. Sasa tulia usikilize na uweze kujifunza kutoka kwenye stori hii. Sasa siku moja jioni usiku, mwanajeshi mmoja wa Marekani akatoka na kwenda kwa mwanajeshi mwingine wa Marekani nyumbani kwake, akamtia shaba kadhaa pale na piopio yake bwana, alafu jamaa akafariki. Lakini sababu kubwa ni kwamba jamaa alikuwa anamtaka mke wa huyu jamaa wa huyu mwanajeshi mwenzie. Sasa mke wa huyu jamaa anaitwa Kemia au Kamia. Kamia kipindi hiko sasa alikuwa na miaka kama 21 hivi, na alikuwa anaishi sehemu moja inaitwa Georgia huko Marekani, na alikuwa anaishi kwenye kambi ya jeshi kwa sababu na yeye pia udada alikuwa ni mwanajeshi. Lakini kwa muda sasa Kamia amekuwa ana matatizo sana kwenye ndoa yake, kwa sababu anadhani kwamba hapati attention anayostahili kutoka kwa mumewe kama mkewe. Lakini siku moja ilikuwa kama mwaka 2017 2018 hivi, akawa amekutana na huyu jamaa ambaye anaitwa Jeremy au Jeremia tutamuita sisi. Huyu jamaa naye alikuwa yuko jeshini pia, na kusema kweli demu akawa amemuona kwamba Jeremy ni mcute. Unajua tena mademu wanavyopenda kusema wewe ni mcute Sasa siku hiyo walivyoonana, siku ya kwanza huyu jamaa alikuwa anahitaji usafiri wa kurudi nyumbani, na huyu demu akasema usijali, mimi nitakupa lift nikusogeze mpaka nyumbani. Kweli bwana. Lakini kwa bahati mbaya haikuishia siku ile tu kupewa lift siku ya kwanza na ikawa kama ni kitu ambacho endelevu kuanzia siku ile. Akawa anampeleka na kumchukua wakati mwingine. Sasa jamaa wakati mwingine kwa ajili ya aibu tu akawa anamnunulia mafuta na kwa ajili ya kulipa ile msaada ambao amekuwa anapewa. Wakati mwingine anamnunulia chakula kwa ajili ya angalau kusema asante, na muda huo wote hakuna chochote kibaya kilichokuwa kinaendelea kati yao. Kwa sababu kila mmoja alikuwa na familia yake. Yaani mwamba Jeremy ameoa na mkewe na familia, na Udem naye ameolewa na mume wake. Lakini wakaendelea kuwa washikaji na wakaendelea kuongea yani kwa muda mrefu sana. Sasa somewhere ya mwaka 2018 kuna kitu kikabadilika, kwa sababu Kamia pamoja na mumewe ambaye pia alikuwa mwanajeshi wakawa wamepelekwa kwenye mission Korea ya Kusini na jeshi la Marekani, ambako huko wanatakiwa wakae kwa miezi 9. Lakini kwa bahati mbaya ama nzuri, bwana Jeremy naye akawa amepelekwa kule Korea, na zaidi ya yote ni kwamba jamaa naye akawa anaishi kwenye kambi hiyo moja ambayo Kamia pamoja na mumewe wanaishi kwenye hiyo kambi. Sasa wakiwa kule Korea Kusini, sasa Kamia pamoja na Jeremy wakaendeleza ushikaji wao, wakaendelea kuwa marafiki na wakaanza kuwa karibu na baadaye wakajikuta wameanzisha mahusiano. Wakaanza kuvunja hadi amri za Mungu kudadadeki. Sasa shida ikaanza, huyu jamaa akajikuta amefall in love ile mbaya, yani amezama vibaya kupitiliza. Akawa anamnunulia zawadi, anampa pesa Udem sasa. Kwa sababu jamaa amejikuta amempenda kwelikweli. Lakini kwa kipindi chote hicho mume wake na Kamia alikuwa hajui nini kinachoendelea, kwa sababu alikuwa anafanya hayo yote kwa siri kubwa mno, yani alikuwa anajificha vibaya mno. Na mume wa Kamia ni huyu jamaa ambaye anaitwa Tyrone. Na unajua kuna wakati kama mwanaume unaanza kuwa na hisia vitu vibaya vinavyotokea. Tyrone hakuwa mjinga pia, hisia zikaanza kumjia kwamba huyu jamaa ambaye ni rafiki wa mke wangu na urafiki wao wa namna hii, mbona kama kuna kitu sikielewi hapa.
kama kuna kitu hakiko sawa, unajua. Na kwanza kuona kwamba huyu Jeremy na mke wangu wamekuwa marafiki wa kutupwa, na ghafla akaichukia ile hali bwana. Akamwambia mkewe, sikiliza wewe, kuanzia sasa ni marufuku kuwa karibu na huyo Jeremy. Sitaki nikuone hata kidogo. Lakini pia Jeremy kumbe alikuwa na shida. Shida ya Jeremy siku zote, kwa sababu wako kambi moja wanajuana, alikuwa ni mtu mwenye temper, yani ana hasira za haraka haraka. Hata kama kwenye kitu kidogo yeye jamaa anaweza kamaindi tu. Lakini Kamia akasema sawa, hamna shida, lakini hakuacha kuwa karibu na Jeremy. Akaendelea kuwa rafiki yake, na jamaa akaendelea kumwaga mayonnaise kwa mwanamke. Sasa siku moja Kamia akaamua kabisa kwamba mbona Jeremy ndo mwanaume anayenifurahisha zaidi, na sasa akaanza kutamani kabisa, yani kuwa na mahusiano na Jeremy, yani mahusiano ya moja kwa moja. Lakini akaamua kutumia njia ya tofauti kweli kweli. Hakutaka kuchukua taraka kutoka kwa Tyrone, akataka kummaliza, kumpoteza, kumuua yani. Oya, yani aliona bora jamaa afe kuliko kuomba divorce. Lakini lengo lake kubwa lilikuwa ni kwamba huyu jamaa akifa, yeye atapata hela za insurance, za bima ya maisha, ambayo ilikuwa ni kama $400,000. Yani kwa pesa za Kitanzania ni karibu bilioni 1. Sasa hakusita hapo tu, yule akamfuata Jeremy na kumwambia kwamba unajua Jeremy, mimi nakupenda sana, natamani mimi na wewe tuwe pamoja na nini, maneno kibao. Na kumwambia kwamba unajua Tyrone mume wangu akifa itakuwa ni vizuri sana, kwa sababu nitachukua hela zote za bima ya maisha, na hii hela itanisaidia kufanya hiki, kununua nyumba, kufanya hiki, kufanya vile, unajua. Akaongea vitu vingi sana. Sasa Jeremy naye akasema unataka afe? Sasa Kamia naye akaamua kumpa idea yake yote kwamba akimuua mumewe atampa Jeremy $100,000. Yani kwenye zile $400,000 atampa mumewe $100,000, yani atampa Jeremy $100,000 kudadadeki, yani kama milioni 300 fulani hivi, na watakuwa pamoja kama mume na mke milele na milele, yani mpaka kifo kiwatenganishe. Yale maneno nayo yakamchanganya Jeremy bwana, hela ndefu hiyo kusema kweli. Akasema poa, tuanze kufanya planning. Sasa wakaingia kazini rasmi na kuanza kutengeneza na kusuka mipango ya namna ambavyo wanaweza wakamuua Tyrone, na wakawa wameamua kutumia Snapchat. Unajua mtandao wa Snapchat, mkiwa mna chat kama message zinafutika hivi, so inakuwa ni rahisi, hata ukisahau message inajifuta yenyewe. Miezi kama imepita, miezi kadhaa, bado mwaka huo 2018. Sasa kwa muda fulani ile nafasi yao ya kufanya kazi Korea Kaskazini Kusini ikawa imeisha. Sasa inabidi warudi Marekani. Wote watatu wakawa wamerudi Marekani huko Georgia, na maisha yakaendelea. Sasa kipindi hiko ilikuwa ni kipindi cha Christmas hivi, na Kamia na Tyrone wakawa wametoka na kwenda Michigan kwa ajili ya kutembelea familia zao, na wakawa wanakaa pale nyumbani kwa kina Tyrone, kwa baba yake na Tyrone. Sasa wakiwa pale bwana, plani za mauaji ambazo Kamia alizifanya anaanza kuzitengeneza vizuri. Sasa plani yao ni kwamba Jeremy aendeshe gari all the way kuja mpaka Michigan kumuua Tyrone, kwa sababu Tyrone yuko nyumbani kwao kwenye familia yao. Ingekuwa ngumu sana kuweza kuwa suspect kwamba Jeremy ndiye aliyemuua wakati Jeremy wamemwacha kule. Kweli bwana, Jeremy akakubali, akainua chuma yake mpaka Michigan. Na kwa muda wote huo Kamia amekuwa akimtumia messages, wanachati na vitu kama hivyo kupitia ile app ya Snapchat, na kumwambia kwamba Tyrone sasa hivi yuko sehemu fulani, Tyrone kaenda sehemu fulani, yani kumpa taarifa jamaa ajue kila chocho ambayo Tyrone
anatembelea sasa hivi. Sasa kweli bwana Jeremy akawa amefika kule Michigan na kuanza kumfuatilia Tyrone bwana. Jamaa akienda club, akienda wapi, yeye anamfuata. Siku moja kama mfuata jamaa akiwa yuko club, akamemsubiri muda mrefu sana mpaka jamaa atoke. Mkononi akiwa ameshika piu yake ile. Lakini baadaye kabisa jamaa roho ya ubinadamu ikamwingia, akapata hofu bwana. Akaamua kugeuka na kusepa zake na kurudi hotelini bila kuua mtu yoyote. Siku mbili zikawa zimepita akiwa bado yuko kule. Sasa akajaribu tena, akawa sasa amejificha karibu na nyumba ya kina Tyrone, nyumba ya babake na Tyrone, akisubiri kwamba Tyrone akitoka tu anamtia za kichwa, yeye anaruka fence alafu anasepa. Lakini muda mfupi tena baadaye akawa na hofu ile, akaamua kuondoka tena. Na kitu cha namna hiyo kimetokea karibu mara 6. Jamaa anataka kumuua lakini anahairisha tena. Maanake kwa siku zote hizo jamaa alikuwa bado hajaondoka kabisa huku Michigan. Sasa shida ikawa ni kwa Kamia. Kamia anasema huyu jamaa vipi, mbona anakuwa mpuuzi? Ameshindaje kumuua huyu jamaa siku zote hizo ambazo yuko huku? Kamia akawa hafurahii kabisa kwamba jamaa anachelewesha kazi. Akamwambia mimi nataka Tyrone aondoke afe leo kesho, muda wote kuanzia sasa, sitaki kuendelea kumuona. Akamtumia message Jeremy na kumwambia kwamba oya, tunakaribia kuondoka Michigan na tunarudi huko Georgia muda si mrefu. Sasa kama unataka kumuua huyu jamaa, unatakiwa kumuua haraka iwezekanavyo, yaani sasa hivi. Sasa usiku wa mwaka mpya ule, Kamia pamoja na Jeremy wakawa wamekubaliana kwamba ili jambo, haya mauaji walioyapanga yanatakiwa yafanyike usiku wa siku hiyo. Lakini siku ile unajua sherehe za kupokea mwaka tena na nini na vitu kama hivyo, Tyrone alikuwa ameenda kwenye nyumba ya ndugu zao wengine, hakuwepo nyumbani siku ile, ambapo wanakunywa na nini na vitu kama hivyo. Sasa Kamia alikuwa bado yuko nyumbani, hajatoka yeye. Kamia akampigia na kumwambia kwamba Tyrone, tafadhali naomba uniletee chakula maana mimi sijala. Akampigia simu na kumwambia hayo maneno. Tyrone tena unajua mume bora, anataka kuwa mume bora kwa mwanamke wake. Akamwambia sawa, hamna shida, ngoja nilete chakula. Lakini kumbe mwanadada Kamia alikuwa anajua kabisa kinachoendelea. Alipojua jamaa anakuja, chap akainua simu na kumcheki jamaa tena kwa njia yao ile ya kuchati ya Snapchat kwamba sikiliza, njoo haraka sana, huyu mpuuzi anafanyaje, anarudi nyumbani. Sasa muda mfupi tu Tyrone akawa amerudi nyumbani na amepaki gari yake kwenye driveway na akameingia ndani na chakula. Akaacha chakula kwa mkewe pale na akamwambia mke wangu mimi natoka, narudi tena kule bwana, kwa sababu nimewaacha ndugu zangu hata sijawaaga, nilikuja tu nikuletee chakula. Jamaa akachomoka ndani. Sasa ile anatoka ndani na kwenda kwenye gari yake, ghafla bwana Jeremy akachomoka tu kutoka sehemu hiyo, yani kama mzimu yani. Jeremy akamimina yani Tyrone akaanguka chini pale. Na kwa bahati mbaya Tyrone hakuweza kusurvive, yani ikawa ndio mwisho wa Tyrone pale. Chapo Jeremy akaingia ndani ya chuma yake, akasepa safari moja kwa moja kwenda Georgia. Baada ya hilo tukio, kwa sababu lilifanyika nyumbani na Kamia yuko ndani, akapiga simu bwana 911, yani simu ya emergency, polisi, na kuripoti kwamba mumewe amepigwa risasi. Polisi wakaja pale Chapian na Kamia akiwa pale anajifanya amechanganyikiwa. Kwa huyo mwanamke alikuwa ni mwigizaji vibaya mno, akaigiza amejifanya amepagawa, amechanganyikiwa. Na hizi footage ni footage halisia kabisa kutoka kwenye hilo tukio, siku ambayo mumewe ameshutiwa na Jeremy pale. Lakini polisi wakaanza kuwa na maswali mengi sana kwamba nani anaweza kufanya hili jambo kwa Tyrone.
na Jeremy amesharudi Georgia, anaendelea na maisha yake tena kambini kama kawaida, ambapo anaishi na Kamia na mumewe, na wenyewe walikuwa wanaishi kwenye kambi hiyo. Lakini huyu jamaa alikuwa ni mjinga kusema kweli, alikuwa hawezi kufunga domo lake hata kidogo. Akaanza kuambia washikaji zake kwamba unajua, wanajeshi tena piga story kwamba oya, mimi nishaua mtu bwana. Anaongea maneno, unajua damu ya mtu wakati mwingine pia inazungumza. Unajua alikuwa anaongea hivyo, sijui kama anataka wenzake wamsifie au iwaje, wamuone shujaa au nini yani. Lakini hawa washikaji walivyosikia maneno wakaona kwamba hiki sio kitu cha kawaida. Sasa baadaye hawa wanajeshi mmoja mmoja ni kwa nafasi yake wakamripoti Jeremy kituo cha polisi bwana. Sasa polisi wakaanza kufanya investigation pale, na wakaanza kuuliza watu wa karibu wa Tyrone, wale wanaomjua Tyrone, na kutaka kujua Tyrone alikuwa na mahusiano gani na watu marafiki na vitu kama hivyo. Lakini kumbe bwana, ndugu yao mmoja anajua story kwamba Tyrone alilalamika kwamba mkewe anamcheat. Anamcheat na nani? Na Jeremy. Na hapo sasa polisi wakaanza kuwa na suspect kwamba yamkini huyu mwanamama alihusika kwenye kifo cha mumewe. Siku chache baadaye, Jeremy akakamatwa bwana, na Kamia naye akakamatwa bwana. Sasa walivyoenda mahakamani, Kamia akaconfess, yani akaongea kila kitu ukweli yani. Na polisi wakaingia kwenye simu zao na kuanza kufuatilia bwana. Message za Snapchat huwa zinajifuta, lakini sijui polisi walifanyeje na kuweza kuzipata message zote kama ushahidi. Hakimu pale akawafungulia mashtaka na akawashtaki kwamba bwana Jeremy anafungwa miaka 65 jela hadi miaka 90 yani. Alafu Kamia sasa yeye akafungwa maisha jela kudadadade. Sasa kama umeipenda hii story na unapenda story zetu za maisha kwenye channel hii ambazo zinafundisha sana sana, basi usiache kulike. Lakini pia kama wewe una story yako na ungetamani tuweze kuihadithia au tuweze kuikava mahali hapa, ama hata kukurekodi wewe mwenyewe ukiisimulia, basi nitaomba unicheki kwenye namba ya WhatsApp hiyo hapo na tuweze kuzungumza zaidi. Kama umefurahia, usiache kulike video hii, lakini pia usiache kusubscribe kwenye chaneli yetu ya Move, naudia, ya hadithi ya story za maisha.